tafadhali kina mama. Asante sana. Asante tena. Mheshimiwa Naibu wa Rais. Asanteni sana.
Twende kazi. Asanteni sana. Asanteni sana. Kasoro murega. Murega ligi. Murega. Ngenda moyo wako. Moyo wako. Moyo wako. Kiama moyo wako. Moyo wako. Kirajo moyo wako. Moyo wako. Asanteni sana. Nado kirajo kirajo mwoko mwega. Asanteni sana. Kiamoni kwa kirajo kiamoni mwoko. Asanteni sana. Naibu Rais, niko na furaha sana siku ya leo kukukaribisha katika eneo hili la Gatundu ya Kusini. Ni siku nyingi hatujapata hafla kama hii ya kupokelea naibu wa rais wa nchi ama wa jamhuri ya nchi yetu ya Kenya. Na leo tuko na furaha sana kukupokelea hapa kwa hafla ya kuhakikisha kwamba hawa watu ambao walituchagua, hawa wangwana, hawa wananchi, hawa ambao ndo wenye nchi, hawa ambao ndo wenye mamlaka ambayo sisi tunatumia, ambao wametupatia sisi mamlaka hii tuitumie kuendeleza biashara yao, kuhakikisha ya kwamba shule zetu zinaendelea vifaavyo, kuhakikisha ya kwamba fedha yetu ambayo ni ya kujenga barabara inatumika vilivyo, kuhakikisha ya kwamba fedha yetu ambayo tuliweka katika Hustler Fund inatumika kwa kuwasaidia hawa kufanya biashara zao, kuhakikisha ya kwamba fedha ambayo tumeweka katika Health Fund ya NSSF inafaidi hawa watu wakizeeka na kuwa mudu katika maisha yao. Mimi nakushukuru Naibu wa Rais. Hatujakuwa mbeleni na Naibu wa Rais katika kipindi ambacho kiko hapa, ambacho tumekitumia cha miaka 15 sasa tangu tuweke katiba mpya. Hatujapata Naibu wa Rais kuja kututembelea hapa katika uwanja huu na kwa hafla ambayo wewe umekuja kufanya hapa. Naomba nikushukuru Naibu wa Rais kwa sababu wewe ulipochaguliwa uliniambia ya kwamba mambo ambayo yamekuwa yakitusumbua utayatatua. Jambo la kwanza ambalo limetutatiza hapa ni umeme. Umeme umekuwa ukipotea mara kwa mara. Ukiuliza watu hawa wa kutoka eneo la Kiganjo, watakuambia umeme inapotea mara 3 ama 4 kwa wiki.
Ukienda pale Theta Tea Factory, na nimefurahia kwa sababu umekuja hapa na katibu wa umeme ambaye mmekaa na yeye hapo. Katibu anajua nimempatia mwaka uliopita kila mwezi masaa 88 no 188 stima imekuwa imepotea. Sasa sisi tuko na connectivity ya umeme lakini umeme hakuna. Sisi tunaomba jambo moja, ututengenezee, na anajua hapo na hiyo request kutoka kwangu. Katibu wa umeme ako na request ya kwamba ututengenezee substation hapa Gatundu, iko ile iko kwa sababu sisi umeme wetu unatoka substation inaitwa Ng'etho. Kabla ifike hapa imeenda kilomita 400 kwa laini. Sasa sisi tunaomba tutengenezee substation hapa, alafu tutaweza kupata umeme. Jambo la pili, tuna maji hapa. Maboa ya maji tuko na matatu hapa. Lakini naibu wa rais, tunalipa maji zaidi ya watu wanaolipa maji. Mimi nataka kutangaza hapa wazi kwamba maji hapa ina bei kali kushinda maji inavyolipishwa Nairobi, Amerika na Jerumani. Wenye kujenga mabwawa ni sisi. Wenye kupeana mashamba ya kujenga mabwawa ni sisi. Wenye kupeana njia za maji ni sisi. Lakini watu wa kulipa pesa nyingi na gharama nyingi ni sisi. Tunakuomba kwa sababu wewe ndio chair ama wewe ndio mwenyekiti wa IBEC. Unapoongea na watu ambao wanashughulika na mambo ya maji, uulize watu wa Kiambu na watu wa Gatundu, uulize kwa watu ambao wanahusika kulipisha maji, uulize, je, lazima tulipe pesa nyingi? Jambo la tatu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi hapa tuna police stations, na nimemwona OCPD Makena yuko mahali fulani juu hapo hapo, ndio yule pale anatembea kwa mguu kama mfugo, hana gari. Ikitokea uhalifu mahali popote hawezi kufika. Mimi nataka kuelezea Naibu wa Rais, tuko na wodi 3, tuko na wodi 4, na mimi nataka nikuelezee OCPD hana gari, OCS hana gari, OCS wa Kemwangi hana gari, OCS wa Kiganjo hana gari, OCS wa Narugo hana gari. Mimi Mheshimiwa Naibu wa Rais nimejitoa sana. Hapa Muthaiga mahali tumekuchukua saa hizi, Mukinyi hapo nimejenga police station, nimejenga mpaka ya ghorofa hiyo. Ndio ikifunga kushinda dhidi ya wale watu ambao wamekuwa kuja kuiba mifugo yetu kutoka ule upande, lakini nimetengeneza police station ambayo haina gari. Mimi najua wizara uliotoka kabla kuchukua mamlaka ya Naibu wa Rais ndio iko na shughuli hiyo. Na mimi najua sihitaji kugombea mambo mengi. Mama Simba, nilitaka hata Naibu wa Rais asikize haya tu ya magari ya hawa kwenye ulinzi, na nimejua umesikiza. Hasa sisi tukipewa hiyo tutakuwa tumefurahia. Jambo la mwisho, ningefurahia kama ungekuja na katibu wa mambo ya kilimo na mambo ya irrigation. Kuna bwawa linaitwa Ndarugu ambalo linafaa kupatia hawa wananchi wote maji ya kulima. Na sasa ilifika phase 1 kidogo maneno ikaharibika. Watu wa Ndarugu wanajua haya maneno. Na watu wa huku mpaka Mutomo, hayo maji yanafaa yawafikie katika phase 2 na phase 3. Mimi naomba tu huyo mradi ambao tulikuwa tumesaidiwa na watu wa Hispania uendelee, tumalize, tupate chakula
na tuweze kuwa tukiuza chakula kwa watu ambao wako hapa na wenye wako Nairobi na wenye wako nchi za kigeni. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka nikushukuru kwa sababu tumekuwa na soko la Mutate ambalo lilikuwa limekwama kidogo, wewe umekwamua. Nilikuja kwako ukakwamua. Tumefika sasa, wamekoroga. Na imesemekana miezi miwili inayokuja watakuwa wamemaliza. Kuna soko ambalo tumelianzisha pale Gathage. Na soko hilo la Gathage umesema liliwekwa katika gazeti siku ya Jumapili, Ijumaa iliyopita. Mimi najua na najua watu wengine waliona hapa. Na limetangazwa hilo na soko la Mundoro ili yawe masoko ya kisasa, ndio watu hawa akina mama mboga, watu wa bodaboda, wamama ambao wako na chakula wanazalisha katika mashamba yao waweze kujimudu na kupata soko kutoka maeneo ya Nairobi, Ruiru na kwingineko kama Juja. La mwisho, Naibu wa Rais, mimi nina raha sana nikisema ya kwamba mjenzi ama mwanakandarasi anayeitwa HR, tumejadiliana naye jana. Ameniambia alikuwa anaangalia hali ya hewa, amesema iko sawa. Ati wewe umemwamuru akuje hapa aanzishe barabara ya kutoka kwa Kimanga kwenda kwa Hogwine, kwenda Gathage na kwenda kwa Kimangeni. Mimi Naibu wa Rais, ukitoka hapa mimi nitabaki hapa, kwa sababu nitangojea mpaka siku ya kesho wakati ataleta equipment yake aanze kujenga. Umeniambia hivi sasa tuko na wewe, na nimehakikisha kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Mwanakandarasi ambaye alipatiwa barabara ya kutoka Kagema kwenda Karatu atakuwa katika site juma lijalo. Umenihakikishia ya kwamba kiwanja cha Karatu Stadium ambacho kimekuwa kero katika maisha yetu, kwa wananchi wetu, kwa wanafunzi wetu, utakitengeneza, kitaimarika, na mwezi ujao katibu